Tumekuja kugundua kwamba katika matatizo mengi yanayotokea katika ndoa za kisasa na wanaume, miongoni mwa wanaume ni sababu. Kiukweli kama hamkusimamia haki za wake zenu, mtajikuta mmevuruga ndoa zenu, mtajikuta ndoa zimekuwa na vurugu sana kaka zetu. Kama mwanaume anaenda kula marestora, anaacha mke wake hapo, amemnunulia maharage anamfanya mnyonge, amemnunulia dagaa, yeye anaenda kula kuku huko alipo, anakula gisa anavyojisikia, anakuja nyumbani yeye ameshiba. Mke amejitahidi kupikia chakula kizuri, amefanya chapati zake, amefanya mchuzi mzuri. Angalau mwambie mke wangu mashallah chakula chako kitamu, ili kesho apate tena nguvu za kuweza kupika kingine kizuri. Ila mwanaume hata kumwambia mke wako asante mke wangu, aidha chakula ni kitamu, unamkata nguvu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haka hamdan wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ali zake na sahaba zake na waumini wote watakayefuata mwenendo wa mtume, Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tu miongoni mwa waumini hao, Allahumma amin. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo katika kipindi chetu hiki kipya kinachoitwa Mwangaza, nataka kuzungumzia kunako madhara ya simu. Haswa nalenga rafiki zangu, ndugu zangu kina mama. Kwa kweli naona kama ulimwengu umebadilika. Ila nataka niwakumbushe jambo moja. Wakati Mwenyezi Mungu alipomuumba mwana wa Adam, alimjalia kubainisha, akamuonesha hii ni khairi fata na hii ni shari acha. Akili ili tuweze kubainisha sote. Simu ni kitu ambacho kinaweza kufadhilisha kwa njia moja ama nyingine, katika kusoma Qur'ani, kusoma mambo ya dunia, kusoma miradi ya kufanya, kusoma dini yako, kuongea na familia yako. Yes, of course, nice. Lakini tena hii simu inaweza kukufanya ukawa muasi mkubwa sana, kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Wanawake tumeghafilika sababu ya simu. Wanawake tumeumbuka sababu ya simu. Mwanamke una simu, mke wa mtu, umeshaolewa. Kwanza jambo la kwanza ujue kwanza mume ni kitu gani. Kumbuka kama mume ni funguo ya pepo yako, mume ni daraja. Wallahi mwanaume anakuja anapisha hodi, you are busy chatting. Uko busy unachati. Hauna hata muda kusimama kumfungulia mume wako mlango. Hivi kwa akili yako unajifikiri nini? Dada yangu. Mume anafika ndani, uko busy, unacheka magrupe, unafurahi na wenzako, unatuma maaudio. Yes, sawa kwako umefurahika. Huyu mume ambaye ametoka kukutafutia amekuja amechoka, amedhofika, anamtamani mke wake angalau ampe karibu, hamna, uko busy na chatting. Na katika dini yetu sisi chakula kinamsubiri mwanaume hakisubiri chakula. Lakini anakuta hata chakula hamna, uko busy WhatsApp, uko busy magrupu ya wanawake, unaongea haya na haya yasiyofaa. Hayo sio maadili dada yangu, mama yangu, hayo sio maadili. Kumbuka ndoa ni zawadi kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndoa sio mkono eti kila mmoja na wake, wala ndoa sio mguu eti kila mmoja na wake, hapana. Ndoa ni zawadi. Kuna wanawake wanalia kwenye misala, wanamlilia Mwenyezi Mungu wakirimu ndoa, wanakosa mpaka hadi sasa. Wewe Mwenyezi Mungu anakufadhilisha, anakupa ndoa, Mungu amekuchagua, unaichezea kama pira. Kweli dada yangu, ndugu yangu, nakuhusia ulipopote, kumbuka mume ni daraja. Mpe haki yake mume wako kabla haujaribu mengi. Mwanamke unachukua unatia password kwenye simu yako, code. Hii code unatia hapa ili mume wako asioni nini. Mbona unaua uaminifu katika ndoa yako? Ndoa ni uaminifu. Ndoa ni mapenzi, lakini unaua uaminifu kwa nini? Mpaka juzi tunakata kesi za wanawake, wanakata kufungua password, anamwambia mume wako ni kheri unipe talaka kuliko ni kufungua password yangu. Jambo la kusikitisha, jambo la kushangaza, unaomba talaka kwa sababu ya password. Hii password unayofunga humu kuna nini? Kwa nini unajinyima raha mama Kiislamu?
Mwanamke mwenzangu, kwa nini ujinyime raha kwa sababu ya simu? Maana kama pana mambo katika simu, wallahi utakosa raha. Unaenda kuoga, huna raha, simu iko barazani, unajua mume wako atapokea, unajua labda umesahau password, unaenda jikoni kupika, huna raha sababu ya simu. Mpaka inafikia wakati wa kulala, mwanamke anageukia huku, mume huku, yeye yuko kwenye chatting. Mume wake analala. Aibu. Simu zinatudhalilisha katika ndoa zetu. Simu zinatunyima ujira mbele za Mwenyezi Mungu Subhanallah. Simu. Mwanamke wa mtu unachukua Facebook, unatia picha za ajabu, unajizalilisha. Uko mke wa mtu, umefanya mambo ya ajabu ambayo hayapendezi katika jamii, unajiposte. Hauko na mume wako, mara unaimba, mara unafanya hivi. Wewe unajifikiri nini? Kumbuka mwanaume ni daraja, kile utakachokifanya kifanye na mume wako sababu ni maharimu wako. Hapana kumdhalilisha mume wako katika njia moja wala nyingine. Wanaume hawana tena thamani sababu ya simu. Labda umepata 2 3 wamekwambia wanakupenda kwenye simu, basi umeona kama dunia umemaliza. Anayekupenda rafiki yangu ni yule aliyekuja kupiga goti nyumbani kwenu, akakutoa kwenye aibu, akakuoa. Ndiye anayekupenda. Au wengine wote ni maneno tu. Sio kila kwambia anakupenda kwamba amekupenda. Kuna wengine wanacheza tu kama gisi mtu anacheza mpira barabarani. Tuheshimu waume zetu, tuwapende, tuwahurumie. Wanaenda kututafutia, wanachoka kwa ajili yetu. Tusizichezee ndoa dadangu. Tusichezee ndoa. Acha nizungumze na mabinti ambao siku hizi simu ndio imekuwa maadili yao. Masomo tena hakuna kufata. Wanampa homework, devoir kwenye shule, hana muda. Yuko muda na simu, anachati, anaangalia mambo ambayo hapaswi hata kuangalia kabla hajafunga ndoa. Simu. Amepata kijana wa Dubai, amemdanganya na franga, amemdanganya kwa pesa just $50. Anachukua na vua mavazi yake, binti wa Kiislamu. Unaonesha utupu wako, unaonesha utu wako. Unajivua hijabu sababu mwanaume yuko Dubai, sababu mwanaume yuko South Africa, sababu mwanaume yuko Amerika, akwambia uvue nguo zote mtumie picha. Uvue nguo. Dada wa Kiislamu mdogo wangu, usidanganywe na hayo. Huyo ambao unamvulia nguo hujua hata kama atakuoa. Usimwamini mwanaume kabla hujafunga naye ndoa. Muamini pale ambapo yuko mume wako wa ndoa. Wenda huyu umemvulia hivyo nguo, kesho mmegombana, amekusambaza dunia nzima. Kila mtu anakuona jinsi ulivyoumbika. Kwa sababu gani haukutumia hapa akili? Dada mdogo wangu, akili. Kuwa na busara na ujue kujistiri. Mwanamke, tu dois être fier de toi-même. Kuwa mwenyewe unaringa, unajua mimi ni mwanamke na nina haki yangu ya kujistiri. Unavua mavazi yako, unamuonesha maumbile yako, kesho anakusambaza duniani. Wengine wanachukua voice, wanatuma voice za ajabu. Utafikiri kana kwamba wako chumbani. Alafu mwanaume kesho wakushoana anamsambaza. Voice inatembea, mtoto wa fulani. Unaibisha wazazi, unamkufuru Mola wako, mwenyewe unajiaibisha. Ya nini? Hii simu isituchukulie muda wetu mwingi. Tukumbuke kwamba maisha duniani ni ya muda na kesho tunaondoka. Tukurubie kwa Mola wetu na simu tuitumie katika njia nzuri. Sio kujiachia na kujisambaza, haswa wake za watu. Kutia password kwenye simu, unachati na nani ambaye mume wako hamjui. Mume wako anaweza kwa kazini, usimwambie ta my husband na kumisi, I love you, hamna. Lakini uko busy kwa marafiki, uko busy kwa watu ambao unawajua wewe, na kodi umeitia, unajua kitu gani umeficha. Dada yangu, maisha duniani ni mafupi. Al-dunya mata'ul ghurur. Mafupi sana tena sana. Tusipoteze muda wetu kwa kufanya maovu. Hapo awali tulichezea ndoa sisi wote. Tulikuwa hatujui thamani ya ndoa. Lakini tumesoma tukasema tuwafunze dada zetu, wadogo zetu, mama zetu. Wallahi, tumwogopeni Mwenyezi Mungu na tukumbuke kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia, iwapo mwanamke atashika swala 5 kwa uhakika, akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, akamtii mumewe, kumheshimu mume wako kwa yale yote anayokuamrisha, na akahifadhi mwili wake kwa ajili ya mume wake, basi Mwenyezi Mungu atanadi siku ya Kiyama, ingia peponi kwa mlango utakao. Dada yangu, stupi fadhila. Hii ni fadhila, lakini unajikuta mapenzi yamekwisha sababu ya simu. Watu wanawake wanadanganywa sana kwenye simu.
Kwa nini wewe mwanaume kabla hujafunga ndoa hakukufuata na kuambia mazuri mengi? Hivi uko mke wa mtu ndio anakuambia, dada yangu, afadhali yale machache ya mume wako wa ndoa kuliko ni mengi ya mwanaume ambaye si maharimu wako, si wa ndoa yako. Tumwogope Mwenyezi Mungu, tupende waume zetu, tuwaheshimu waume zetu, na simu hizi tuzitumie katika mambo yenye faida, sio mambo ya upuuzi ya kutupa muda. Tutumie katika mambo ambayo yanaleta mafunzo katika jamii. Mambo ambayo yatabaki hata ukifa watu wanabaki wanajifunza kupitia wewe. Dada yangu, ni hayo tu kwa siku ya leo katika kipindi chetu Mwangaza. Next time inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.